Tusome katika kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ya 3. Let's go through the book of John chapter 3. Tutasoma kuanzia mstari wa kwanza pale. From verse 1. Yohana Mtakatifu sura ya 3. John chapter 3. Kuanzia mstari wa kwanza. From verse 1. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Now there was a man of the Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. Huyo alimjia usiku akamwambia, This man came to Jesus by night and said to him, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Yesu akajibu akamwambia, Amini, amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Jesus answered him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot come or he cannot see the kingdom of God. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Yesu akajibu, Amini, amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. That which is born of flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Biblia inasema katika maandiko haya ya Yohana sura ya 3 mstari wa kuanzia wa kwanza. The Bible says from this book of John chapter 3 from verse 1. Nikodemu alimwendea Yesu usiku. Nicodemus went to Jesus at night. Kwa hofu ya kufuatiliwa na viongozi wenzake wa kidini. By the fear of being followed by his religious leaders. Lakini alikuwa na shauku ya kutaka kujua sifa ya kuingia katika ufalme wa Mungu ni ipi. But he had a desire of knowing what character to be able to enter into the kingdom of God. Kwa hiyo Yesu akitambua hilo alimwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia ufalme wa Mungu. So Jesus, knowing that, said to him, Truly I say to you, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Majibu ya Yesu yalimshangaza sana Nikodemo kwa sababu yalikuwa ni majibu yasiyoeleweka na yaliyomchanganya. The answers of Jesus surprised Nicodemus, for it was confusing to him. Kuzaliwa mara ya pili ni kitu gani? Being born of the second time, what does this mean? Nikodemo aliuliza. Nicodemus asked the Lakini Yesu aliendelea kusisitiza, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. But Jesus kept on insisting that unless you are born of the second time, you won't see the kingdom of God. Msisitizo wa Yesu uliendelea kumchanganya zaidi Nikodemu na akauliza tena. The emphasis of Jesus kept confusing Nicodemus and he asked again. Je, mtu anaweza kuzaliwa mara ya pili akiwa mtu mzima? Can somebody be born the second time being an old person? Inawezekanaje mtu mzima akarudi kwenye tumbo la mama yake azaliwe upya? How can an old man enter a second time to his mother's womb and be born again? Yesu alimwambia, mtu asipozaliwa kwa Roho Mtakatifu, and Jesus said, unless someone is born of the Holy Spirit, hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. He cannot enter the kingdom of God. Kwa sababu kitu kilichozaliwa kwa mwili, because what is born of the flesh ni mwili, is a flesh, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. But what is born of the spirit is spirit. Kwa Nikodemo akashangaa, yawezaje mambo haya kutokea? So Nicodemus was marveled, how can these things be happening? Sasa kama jinsi ambavyo Nikodemo alishangaa katika nyakati zake, so as Nicodemus was surprised during his times, wapo watu wengi bado wanaishi katika maisha ya Ukristo lakini hawaelewi
kuzaliwa mara ya pili ni kitu gani. There are also still many people today who live a Christian life but they don't understand what it means to be born again. Na watu wengi wanaweza kusema nimeokoka, lakini ukweli ni kwamba ukimleta kwenye vipimo vya mtu aliyeokoka au kuzaliwa mara ya pili anapungua kabisa. And many people can say that they are born again, but when you bring them to the standard of people who are born again, they are lacking. Sasa katika somo la leo nimekuwekea mambo 10 muhimu kabisa yatakayokupa ufahamu wa kuelewa nini maana ya kuzaliwa mara ya pili. So in the lesson of today, I have prepared for you 10 points that will show you or will tell you what does it mean to be born the second time. Kwa sababu ni rahisi mtu kufuata mkumbo na kusema ameokoka, lakini hajui kabisa maana ya kuokoka kwa kina. Because it is easy for somebody to be a follower and say I am born again, but they don't understand in deep what it means to be born again. Kwa hiyo Yesu anaposisitiza kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hata uona ufalme wa Mungu, alikuwa na maana zifuatazo. So when Jesus was emphasizing that unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God, he meant the following. Jambo la kwanza, The first thing, kuzaliwa mara ya pili to be born the second time, si mabadiliko ya kimwili, is not the transformation in your physics, bali ni mabadiliko ya kimaadili na kiroho. but it is the transformation of your character and your spirit. Ni mabadiliko ya kimaadili. It is the transformation of character. Kwa hiyo sasa kama hakuna mabadiliko ya kimaadili, So if there are no changes of your character, hapo hakuna kuzaliwa mara ya pili. there is no to be born the second time. Kwa hiyo mtu hawezi kusema kwamba mimi nimezaliwa mara ya pili kama maadili yake hayajabadilika. So if there are no changes of moral, there is no way you can say that you are born again. Na kwa kawaida duniani kuna maadili mema na maadili mabaya. And normally on earth there are good morals and bad morals. Kuzaliwa mara ya pili ni badiliko la maadili mabaya kwenda maadili mema. To be born again is the moving from the bad morals to good morals. Tutaangalia mfano wa mtu ambaye kabla ya kuokoka, kabla ya kuzaliwa mara ya pili, alikuwa na maadili mabaya. So we will see an example of a person that before of their second born they had bad morals. Lakini mara baada ya kukutana na Yesu na kuzaliwa mara ya pili, tutaona sasa mabadiliko, maadili yake yanabadilika. But after meeting Jesus, we see that their morals has changed. Mtu huyo anaitwa Sauli. This person is called Saul. Ambaye kwa sasa tunamuita Paulo. And currently we know him by the name of Paul. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 3, In the book of Acts chapter 8 verse 3, Biblia inasema the Bible says, Sauli akaliharibu kanisa, but Saul was ravaging the church. akaingia kila nyumba He entered every house. na kuwaburuta wanaume na wanawake He dragged off men and women na kuwatupa gerezani. and committed them to prison. Haya ni maisha ya Paulo kabla hajazaliwa mara ya pili. This was the life of Paul before he was born again. Alikuwa ni mtu katili, He was a cruel person mwenye maadili mabaya. who had evil morals. Alikuwa hana huruma kwa watakatifu. He was no feeling sorry for the saints. Aliwakamata, He dragged them akawaburuta, and he dragged them akawatia gerezani. and put them to jail. Na mara nyingine alisimamia mauaji ya baadhi ya wanafunzi wa Yesu. And sometimes he witnessed the killing of the disciples of Jesus. Kwa hiyo tunamwona Paulo alikuwa ni mtu mwenye maadili mabaya kabisa, So we see Paul, a person of bad morals, aliyefurahia mauaji kwa watakatifu. who was rejoicing the killing of the saints. Kwa hiyo Yesu anaposisitiza na kusema mtu asipozaliwa mara ya pili, So when Jesus is emphasizing that unless one is born again, manake mtu asipobadilishwa katika mwenendo wa maadili yake, meaning that if somebody is not transformed in their morals, hawezi kuingia katika ufalme wa they mbinguni. cannot enter into the kingdom of God. Ufalme wa Mungu, niangalieni hapa, ufalme wa Mungu The kingdom of God ni ufalme wa maadili mema, is the kingdom of good morals, maadili safi clear morals, yaliyojaa huruma, upendo full of love na wema wote. and all goodness. Kwa hiyo mtu
kama asipobadilika akatembea sawasawa na maadili katika ufalme wa mbinguni, So unless somebody is transformed and walk according to the morals of the kingdom, hawezi kuingia kabisa. they cannot enter at all. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili So to be born again ni mabadiliko ya kimaadili is the changes of morals katika maisha yako in your life yatakayofanya ulimwengu ukushangae. that will cause the world to be surprised by you. Kila mtu aliyezaliwa mara ya pili, Every person who is born again, Biblia inamuita kiumbe the kipya. Bible is calling them a new creature. Kiumbe kipya ambacho kimebadilishwa katika mwenendo na maadili A yake. new creature that is transformed in their going and in their morals. Sasa yale mabadiliko ndiyo yanayopelekea ulimwengu ambao sio viumbe vipya Now those changes are the ones that cause the world, which are no new creatures, ushangae to be surprised kwa kukuona wewe ni mtu wa tofauti. by looking at you as a different person. Hiyo ni tafsiri kwamba That is the meaning that kama wewe umezaliwa mara ya pili if you are born again na hakuna kitu chochote ambacho ulimwengu unakishangaa kutoka and kwako, there is nothing at all that the world is surprised from you, hiyo ni tafsiri kwamba bado hujazaliwa mara ya pili, that is the meaning that you are not yet born again. kwa sababu kuzaliwa mara ya pili Because to be born again ni badiliko la kimaadili is the moral change linaloushangaza ulimwengu wako, that surprised your world, linalowashangaza majirani that zako, surprises your neighbor, linaloshangaza mume wako ambaye that hajaokoka, surprises your unbelief husband, linaloshangaza mke wako ambaye that hajaokoka. surprises your wife who is not born again. Sasa kama wewe umezaliwa mara ya pili Now if you are born again na unaishi na watu ambao bado hawajazaliwa mara ya and pili, you live with people who are not born again, lakini hakuna chochote wanachoshangaa kutoka but kwako there is nothing that they are surprised from you, kutokana na wewe kuzaliwa mara ya pili, from your being born again, hiyo ni tafsiri kwamba bado hujazaliwa mara ya pili. that is the meaning that you are not yet born again. Kilichobadilika kwako ni dhehebu, What changes from you is just a religion, lakini siyo kiumbe kipya. but it's not a new creature. Watu wanaweza kubadilisha madhehebu mbalimbali, People can change from different denominations. akatoka dhehebu A akaenda dhehebu B, You live from denomination A to denomination B, akatoka dhehebu B akaenda dhehebu C. from denomination C to denomination D. Lakini hiyo haiwezi kumaanisha kwamba wewe umezaliwa mara ya pili. But that does not mean that you are born again. Kuzaliwa mara ya To pili be born again ni msisitizo wa mabadiliko ya kiroho na kimaadili. is the emphasis of the transformation in moral and spiritual. Ni kweli kuna madhehebu ambayo hayaamini katika wokovu na kuzaliwa mara ya pili. It is true there are some denominations that do not believe or trust in being born again. Hiyo ni wazi kwamba ikiwa tunataka kuokoka na kuzaliwa mara ya pili, ni lazima tuhame kwenye hayo madhehebu. That is obvious that if we want to be born again, we are to move from those denominations Na kujiunga na madhehebu yanayoamini katika kuzaliwa mara ya pili. and to join into denominations that believe in the to be born again. Lakini kama tunahama kutoka kwenye madhehebu yale yasiyoamini kwa habari ya kuzaliwa mara ya pili tukaja huku, But if we are moving from those denominations that does not believe to be born again and we come here, lakini hatuonyeshi tofauti yoyote ya mwenendo na maadili, but we don't show any difference in our conduct and in our morals, yaani kama tutabaki vile vile na tabia ambazo tulihama nazo kutoka kule, that if we remain the same and we came with those characters that we moved from the denominations, hiyo ni wazi kwamba bado hatujazaliwa mara ya pili. that is obvious that we have not Kwa been hiyo born kila again. wakati mtu anapokutana na Yesu akazaliwa mara ya pili, So every time when a person meets Jesus, they will be born again. kuna badiliko kubwa litatokea kwenye maisha yake There will be a great change and transformation happening in their lives ambalo litasababisha ulimwengu wake umshangae. that will cause the world to be surprised. Angalia katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 9 Look at the book of Acts chapter 9 mstari ule wa 21. verse 21. Biblia inaeleza kwamba Sauli akiwa na hizo harakati za kulitesa The kanisa. Bible says, as Saul went on with his plan to torture the church. Nataka mniangalie hapa kabla tujasoma hayo maandiko sasa. I want you to look at me before we Biblia read inasema this. Sauli akafunga safari kwenda Dameski The Bible says Saul began the journey to Damascus akiwa na malengo ya kuwakamata watakatifu wa kule na kuwafunga na kuwaburuta. with a goal to capture the saints
and he dragged them out. Lakini Biblia inasema akiwa njiani, But the Bible says, as he was on his way, akakutana na Yesu. he met Jesus. Nuru isiyokuwa ya kawaida ikammulika, He was struck by an amazing light. akaanguka chini. He fell down. Kisha Yesu akamwambia, And yet Jesus told him, Sauli, 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 Saul, 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 kwa nini unaniudhi? why are you making me angry? Hii ni wazi kwamba matendo au maadili mabaya humuuzi Yesu. This is obvious that bad morals and bad deeds. Kwa hiyo Paulo akauliza, wewe ni nani ninayekuuzi? And Paul asked, who are you, the one that I'm angered? Yesu akasema, mimi ni Yesu unayeniudhi, And Jesus said, I am Jesus, the one you angered. lakini nimekusamehe But I have forgiven you. na ninakuokoa sasa. And I'm saving you now. Ninakuzaa mara ya pili I am bringing you to, I'm birthing you again. na nitakufanya kuwa chombo changu. And I will make you my vessel. Nitabadilisha maadili yako. I will change your morals. Hautakuwa Sauli tena, You will no longer be Saul. utakuwa mjumbe wa agano jipya, You will be an ambassador of a new testament. utakayepeleka habari zangu katika mataifa Who yote. will carry my news to all the nations. Kwa hiyo nenda, baadaye utaambiwa ya kupasayo. So go and you will be told what to do. Biblia inasema The Bible says, Sauli alipoitazama ile nuru ya Kristo when Saul looked at the light of Christ, akawa kipofu. he became blind. Kwa hiyo siku 3 haoni, So for 3 days he could not see. akawa hali wala hanywi. He could not eat nor drink. Biblia inasema Yesu akamtokea mwanafunzi wake mmojawapo kule Dameski, And the Bible says Jesus appeared to one of his disciples in Damascus, anaitwa Anania, who was called Ananias, akamwambia nenda and told him, go katika nyumba fulani, to a certain house. utamkuta mtu anaitwa Sauli, You will meet a man called Saul. mwambie Yesu aliyekutokea njiani amenituma kwako, Tell him, Jesus who appeared to you on the way has sent me nikuwekee mkono to lay my hand on you upate kuona tena, so that you may see again. kisha ujazwe Roho Mtakatifu And then you'll be filled by the Holy Spirit na kubatizwa, and be baptized. alafu utakuwa chombo cha kupeleka habari njema. You will be the vessel to carry the good news. Biblia inasema mara baada ya Anania kumwekea Sauli mikono, The Bible says after Ananias laid his hand on Saul, Sauli akapata kuona tena. Saul was able to see again. Nitazame hapa kila moja. Sauli akafunguliwa macho yake, The eyes of Saul were opened alafu akajazwa Roho Mtakatifu, and he was filled by the Holy Spirit akazaliwa mara ya pili. and he was born again. Unapaswa kufahamu mzazi wa watu waliozaliwa mara ya pili ni Roho Mtakatifu. You need to know a parent of those who are born again is the Holy Spirit. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye mzazi wa watu waliookoka, So the Holy Spirit is the parent of those who are born na again. ndio maana Yesu anasisitiza kwa Nikodemo akisema, That is why Jesus emphasis to Nicodemus saying, mtu asipozaliwa kwa Roho if somebody is not born by the hata Spirit, uona ufalme wa they will Mungu. not enter the kingdom. Kwa hiyo mara baada ya kuokoka So after being born again, unapaswa kufanya bidii ujazwe Roho you Mtakatifu. are to work hard to make sure you are filled by the Holy Spirit. Ukiishia tu kuhama dhehebu na kuingia humu kanisani bila kujaa Roho Mtakatifu, If you end up moving from your denomination and being in the church without being filled by the Holy Spirit, utakuwa umebadilisha dini na wala sio wokovu. you will just be changing the denomination but not salvation. Kwa hiyo mara baada ya Sauli kujazwa Roho Mtakatifu, So after Saul being filled by the Holy Spirit, akazaliwa mara ya pili, he was born again. akawa kiumbe kipya. He became a new creature. Ya kale yakapita, The old one passed, tazama yakawa mapya. and now they became new. Maandiko yanasema mara Sauli akaingia kwenye sinagogi, The scripture says now immediately Saul went to the synagogue. akaanza kuhubiri habari za He Yesu. began preaching the news of Jesus. Mtu ambaye siku chache alikuwa anawaza kuua wanafunzi wa A Yesu, person that few days ago he was thinking of killing the disciples of Jesus. sasa amezaliwa mara ya pili, Now he's born again. anawaza kumhubiri Yesu. He's thinking of preaching about Jesus. Kwa mara ya kwanza Sauli akamhubiri Yesu. For the first time, Saul preached about Jesus. Na unaposoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 21, And you read from the book of Acts 9 verse 21, Biblia inasema the Bible says, na wote waliosikia wakashangaa. and all who heard him were amazed. Yaani wote waliomsikia Sauli anahubiri wakashangaa, All who heard Saul preaching, they were amazed. wakasema, They said, siye huyu is not this aliyewaharibu walioliitia jina hili huko Yerusalemu, the man who made havoc in Jerusalem of those who are called upon this name? na hapa alikuwa amekuja kwa kusudi hilo. And he has
not come here for the same purpose? Awafunge To bring them na bound kuwapeleka kwa wakuu wa makuhani. and before the chief priests? Imekuwaje anahubiri? How does it happen that he's preaching? Watu wanashangaa imekuwaje? People are amazed. What happened? Kuna kitu cha tofauti kimetokea kwa Sauli. There is something different happened to Saul. Kitu ambacho watu waliomfahamu kabla sasa wanashangaa. Something that people who knew him before, they are amazed now. Ni kitu gani kilichotokea kwa Sauli? What has happened to him? Ni badiliko la It kimaadili is a change in morals linalotokana na kuzaliwa mara ya pili. that comes after being born again. Tendo la Roho Mtakatifu. An act of the Holy Spirit. Kila mtu anayesema amezaliwa mara ya pili, Every person who says that they are born again, kama hakuna badiliko lolote lililowahi kutokea kwenye maisha yake if there is no any change that has happened in your life ambalo liliwashangaza watu that amazed the other people na linaendelea kuwashangaza watu, and is still amazed the other people, huyo mtu hatuwezi kuwa na uhakika kama amezaliwa mara ya pili. that person we cannot be so sure if they are born again. Ukweli ni kwamba kila unapokutana na Yesu Kristo The truth is, every time you meet Jesus Christ na ukabadilishwa ukazaliwa mara ya pili, and you transformed and being born again ukafanywa kiumbe kipya, and being made a new creature, kila kitu kinabadilika. everything changes. Maajabu yanaanza kuonekana kwenye maisha yako. Miracles began to seen in your life. Miujiza inaanza kuonekana kwenye maisha yako. Miracles began to be seen. Ishara za kiungu zinaanza kuonekana kwenye maisha yako. Godly sign began to be seen in your life. Lakini kama wewe unasema umeokoka, But if you're saying that you're born again, lakini unaishi kawaida tu, hakuna kitu cha kushangaza, you are living normal life, nothing to amaze people. hiyo ni tafsiri kwamba hakuna badiliko lililotokea kwenye maisha yako. That is the meaning that there are no changes in the moral that happened in your life. Kila mtu anayemfuata Yesu anahitaji badiliko hili, Every person who has followed Jesus needs this change. na mabadiliko haya yanayotokana na Roho Mtakatifu And these changes that are coming from the Holy Spirit ndiyo yanayowafanya waliozaliwa mara ya pili kuishi kwa furaha, are the one that causes those who are born again to live joyful life. hata wako tayari kufa kwa ajili ya Kristo, kwa sababu wao sio wanadamu wa kawaida. Even they are ready to die for Christ, for they are not normal human beings. Hebu muulize jirani yako uliyekaa naye, Ask the neighbor that you are sitting close with, kuna kitu chochote cha kushangaza kwenye maisha is yako? there anything amazing in your life? Je, wale watu ambao hawajaokoka unaoishi nao, kuna chochote wanachoshangaa kwako? Those people that you are living close with, are they amazed by anything from you? Wanaona tofauti yoyote kwenye maisha yako, Do they see any different in your life? au hawaoni badiliko lolote? Oh, they don't see any change. Hivi unaelewa kama watu ambao bado wako kwenye giza la dhambi Do you understand that those people who are still in the darkness of sin na wanakuona wako sawa na wewe, and they see that they are on the same level with you, hiyo ni tafsiri kwamba bado uko gizani. that is the translation or the meaning that you are still in darkness. Biblia inasema Yesu alipotuokoa, The Bible says when Jesus saved us, alituhamisha, he moved us. akatuondoa katika giza, He took us from the darkness akatuleta katika nuru, and he brought us to light. mahali ambapo mapepo hayawezi kufika. A place where demons cannot come. Kama sisi ni nuru ya ulimwengu, If we are the light of this world, lazima wanadamu walio katika giza watushangae. the must people that are in darkness should be amazed by us. Kama hawakushangai, If they are not amazed by ni you, dalili kwamba pengine bado uko kwenye giza. it is an indication that maybe you are still in darkness. Kwa hiyo jambo la kwanza kuhusiana na kuzaliwa mara ya pili So the first thing after being born again ni badiliko la kiroho na kimaadili. is transformation in your moral and in your spirit. Kama badiliko hilo hatulioni kwenye maisha yako, If we don't see that transformation, hapo tunafahamu bado wewe ni mwanadamu wa kawaida. then we still know that you are still a normal human being. Nimekwisha kuwafundisha As I've taught you already, kuna aina tatu za wanadamu there are three types of human beings tunaoishi chini ya jua. that are living under the sun. Aina ya kwanza The first type ni mwanadamu wa kiroho. is a spiritual man or spiritual person. Huyu ni yule aliyezaliwa mara ya pili, This is a person who is born again, amejazwa Roho Mtakatifu. filled with the Holy Spirit, Kuna mabadiliko ya kimaadili, and there are changes in their moral. mwenendo wake na tabia yake ni vipya. Their doing and their behavior is new. Huyu ndiyo yule ambaye ulimwengu utamshangaa. This is
the one that the world will be surprised. Kwa sababu sio mwanadamu wa kawaida. This is not an ordinary human being. Lakini kuna aina ya pili ya mwanadamu. And there's also a second type of human anayeishi chini ya jua. who lives under the sun. Ni mwanadamu wa mwilini. He's a carnal person. Mtu wa mwilini. A person of the flesh. Huyo anaweza kuwa mtu aliyemkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Be a person who has accepted Jesus as Lord and Savior in their lives. Amehama kutoka kanisa la dini amekuja kwenye kanisa la kiroho. They have moved from the religious denomination and come to the denomination of the spirit. Ameishia tu kuongozwa sala ya toba. They ended up being led to Jesus. Lakini baada ya pale hakuna badiliko lolote lililotokea kwenye maisha yake. After there's no any changes that happened in their lives. Anaishi kwa kufuata tamaa za mwili. They are living by following the desires of their flesh. Ni mtu wa mwilini. This is a person of the flesh. Tamaa na mawazo ya mwili wake yana nguvu ya kumcontrol. The desires of their flesh has power to control them. Hajajazwa Roho Mtakatifu. They are not filled with the Holy Spirit. Kwa hiyo huyu hatuwezi kusema ni kiumbe So kipya. we cannot say this person is a new creation. Lakini kuna mtu wa tatu But there is a third type of anaitwa person mwanadamu wa asili. who is called a natural person. Wanadamu wa asili wako kule duniani. And natural people, they are on the earth. They Hawajaokoka, are not born again. hawamtaki Yesu, They don't want Jesus. hawamjui Yesu, They don't know Jesus. wala mambo ya Yesu na njia zake ni upuzi kabisa kwao. Even the things of Jesus and his ways is foolishness to them. Sasa sikiliza, Now listen. mtu wa kiroho A spiritual person aliyezaliwa mara ya pili who is born again, ana vitu ambavyo mtu wa mwilini na mtu wa asili they have characters that are a person of the flesh and a natural person. akiviona lazima ashangae. When they look at these characters, they are amazed. Sasa kama wewe ni mtu wa kiroho uliyeokoka, Now, if you are a spiritual person who is born again, umejazwa Roho you Mtakatifu, are filled with the Holy Spirit. lakini mtu wa mwilini unayeishi naye, But a person of the flesh that you are living with, lakini vile vile mtu wa asili unayekaa naye kule mtaani, or a natural person that you are living with them, hakushangai, they are not amazed. basi wewe unaweza ukawa bado uko kwenye kundi mojawapo katika makundi mawili. Then you might be in among of the two groups. Inawezekana bado wewe ni mtu wa mwilini You might be, you are still a person of the flesh, au ni mtu wa asili. or you are a natural person. Kwa hiyo ukizaliwa mara ya pili, So when you are born again, ni lazima tushuhudie badiliko kubwa la kiroho na la we kimaadili. must witness a big changes in your moral and in your Lakini character. jambo la pili, But the second point, kuzaliwa mara ya pili being born again ni badiliko kubwa la moyo na nia na tamaa zake. is a big transformation of your spirit, of your desires, and of your heart. Yes, moyo wako usipobadilika If your heart is not changed na nia yako isipobadilishwa and your mind has not changed na aina ya tamaa za moyo wako and zisipobadilishwa, the kind of the desires of your flesh has not changed, huwezi kusema umezaliwa mara ya pili. you cannot say you're born again. Katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17, In the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17, 2 Corinthians 5:17, Biblia inasema the Bible says, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo therefore if anyone is in Christ, amekuwa kiumbe kipya, he is a new creation. ya kale yamepita, The old has passed away, yamekuwa mapya. behold the new has Mtu come. akiwa kiumbe kipya, If a person is a new creation, mtu anapokuwa ndani ya Kristo when a person is in Christ, amekuwa kiumbe kipya, they become a new creation. ya kale yamepita, The old has passed away, amekuwa kiumbe kipya. become a new creation. Sema amen, haleluya. Shout amen, hallelujah. Sema tena amen. Shout again, Kwa hiyo ni amen. lazima kila mtu anayedai kwamba amezaliwa mara ya pili So it is must for every person who claims to be born again, aangalie kama kuna badiliko ndani ya moyo wake, they must see if there's a change in their heart. aangalie kama kuna badiliko la nia They yake, must see if there's a change in their mind. kwa sababu kama umezaliwa mara ya pili, Because if you're born again, hauwezi kuendelea kuwa na nia ya shetani, you can't keep having the mind of the devil. utakuwa na nia ya Kristo. You must have the mind of Christ. Kama umebadilishwa na kuzaliwa mara ya pili, If you are transformed and born again, hutaendelea kuwa na nia ya dhambi, you will not continue having the mind of sin. utakuwa na nia ya haki. You will have the mind of righteousness. Njaa yako Your hunger na kiu yako and your thirst havitakuwa kiu na njaa ya dhambi. will not be the thirst
or hunger of sin. Vitakuwa ni kiu na njaa ya haki. Will be the thirst and the hunger of Kwa hiyo, righteousness. sasa unapokuwa na kiu na njaa kwa ajili ya haki, Now when you have the hunger and the thirst for righteousness, kinyume cha kiu na njaa ya dhambi, the opposite of it hapo ndipo ulimwengu utakushangaa. is where the world will be amazed by you. Mbona wewe haupapatikii pombe? Why is it that you're not running after alcohol? Wakati wenye dhambi wanaona bia ni kitu cha thamani, While the sinners see drinking is a valuable thing, wewe unaona bia ni kama mavi. but you look at the beer as if it is a waste. Wakati watu wanaona uzinzi ni kitu cha kufurahia, When people see idolatry as something to be rejoiced in, wewe unaona uzinzi ni kitu kibaya kama mavi. you look at sexual immorality as something evil and like Na ndio hichi defeat. na ndio hichi Paulo anasema Petro anasema katika Petro wa kwanza And this is what Peter said in the first Peter sura ya 4 mstari wa 2. chapter 4 verse 2. Angalia katika mstari ule wa 4. Look at verse 4. Biblia inasema tunapozaliwa mara ya The pili Bible says when we are born again tukawa viumbe vipya, and become new creation, sasa hapa hatuwezi kukimbilia tena dhambi na uovu. now we cannot be running after sin and after evil. Na hicho ndio kitu kinachowashangaza wanadamu wasio na And Yesu. that is what amazed people with no Jesus. Angalia mstari wa 4. Look at verse 4. Anasema mambo ambayo He says, with respect to this, wao huona kuwa ni ajabu ninyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule usio na kiasi. they are surprised when you do not join them in the same flood of debauchery and in their malign you. Sema amen. Shout Kwa hiyo amen. walimwengu lazima watushangae, mbona hatuendi mbio kwenye mambo yao? The world should be surprised. Why are we not running after their issues? Ameshuhudia mwalimu wa Sunday school wakati anafundisha Sunday school. The Sunday school teacher was giving us a testimony, was teaching. Wakati alipokuwa akiolewa, When she was getting married, wazazi wake walikusudia kumfanyia send off. her parents wanted to do a send off to her. Na walikuwa wameandaa sherehe kubwa sana. And they prepared a big celebration. Na bajeti kubwa katika sherehe yake ilielekezwa kwenye pombe au bia. And a big budget on her send off were set on the drunkenness. Nataka kila mtu aniangalie hapa, niangalieni hapa, niangalie usoni. To look at me. Lakini yeye akasimama katikati ya kikao cha kamati akasema, jamani, nataka mkumbuke na mfahamu kwamba mimi nimeokoka. But she stood in the middle of the meeting and said, guys, I want you to remember that I am born again. Kwa hiyo mimi sitajihusisha na sherehe itakayohusisha bia. So I will never be part of the celebration that will have beer in it. Wakamshangaa, And they were surprised. wakamcheka, And they laughed at her. wakamwona mjinga, And they saw her as a stupid person. wakamwona mshamba. And they say this is a terrible person. Lakini yeye akasema hapana, kama kutakuwa na bia mimi sitaingia kwenye hiyo sherehe. But she said, no, if there will be alcohol, I will never be part of that celebration. Lakini wakaendelea na mipango ya harusi ya sherehe. They kept on with the planning of the wedding. Siku ya send off ikawadia. The day of the send off came. Bia zikapangwa ukumbini. Alcohol were put in the... Bibi harusi akasema mimi siendi ukumbini. And she said, I'm not going for the reception. Nendeni mkafanye sherehe wenyewe. Go and do it by your own. Wakamwacha wakaenda kunywa bia zao. They left her and went and drink the alcohol. Wakashangaa. They were so amazed. Unaweza kuona ulimwengu wa wale ndugu zake ambao hawajaokoka So you can see the world of her relatives who are not born again. ulikuwa tofauti na ulimwengu wake. It was against her world. Msimamo wake ulikuwa tofauti na msimamo wao. Her stand were against their stand. Maana yake kama umezaliwa mara ya pili, Meaning that if you are born again, msimamo wako your stand utatofautiana na wale ambao hawajazaliwa mara ya pili. will be different from the people who are not born again. Biblia inasema watu wawili hawezi kwenda njia moja wasipopatana. The Bible says two people cannot walk on the same road if they have not agreed. Lakini jambo la tatu, But the third point, kuzaliwa mara ya pili being born again, kuna maana ya badiliko la mabwana, it has the meaning of the transformation of your lords. na wala sio badiliko la kimwili. Not only the transformation in the physical, Ni badiliko la mabwana. the transformation or the changes of your lords. Sikiliza, Listen, huku duniani on this earth, mabwana wako wengi. there are many lords.
mabwana wako wengi. There are many lords. Lakini kwetu sisi tuliozaliwa mara ya pili, But to us who are born again, Bwana ni mmoja, there is only one Lord. Yesu Kristo. Jesus Christ. Kama ilivyoandikwa, As it is written, Bwana mmoja, one Lord, imani moja, one faith, tumaini moja, one hope, roho mmoja, one spirit, ubatizo mmoja. one baptism. Kwa hiyo kila wakati panapokuwa na Bwana tofauti na Yesu, So every time when there is a different lords from Jesus, hapo tunafahamu kwamba bado mtu ambaye ana Bwana zaidi ya Yesu hajazaliwa mara ya pili. there we know that if somebody has more lords than Jesus Christ, is not born again. Hebu punga mkono namna hii. Punga mkono namna Wave your hii. hand like this. Sikiliza. Listen. Angalia katika kitabu kile cha Isaya. Look at the book of Isaiah. Isaya sura ile ya 26. Isaiah 26 mstari wa 13. verse 13. Isaya, fungua kitabu cha Isaya 26. Open at the book of Isaiah 26 mstari wa 13. verse 13. Wangapi mnanifuatilia vizuri How hapa? many of you are following me? Unaelewa ninachofundisha? Do you understand what I'm Unasikia saying? kuguswa na ninachofundisha? Do you feel to be touched by Unatamani what I'm saying? kubadilika kabisa kama mtu aliyezaliwa mara ya pili? Do you wish to be transformed at all as a person who is born again? Uko tayari litokee badiliko la mabwana? Are you ready for the change of your lords? Angalia katika kitabu cha Isaya 26:13. Look at the book of Isaiah 26 Biblia verse inasema, 13. The Bible says, Bwana Mungu wetu, "O Lord our God, mabwana wengine zaidi ya wewe other lords beside you wanatumiliki, have ruled over us, lakini kwa msaada wako peke yako but your name alone tutalitaja jina lako." we bring them to remember. Unasikia Isaya analalamika akisema, Bwana Mungu wetu, Now look at Isaiah is complaining, says, "O Lord our God, kuna mabwana wengine zaidi ya wewe there are other lords besides you wanatumiliki. who are ruling over us." Hivi unafahamu kwamba unaweza ukawa wewe ni Mkristo Do you know that you might be a Christian unayekiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni who Bwana, is confessing by your mouth that Jesus is the Lord, lakini kuna mabwana wengine zaidi ya Bwana Yesu wanaomiliki maisha but yako? there are other lords beside Jesus who are ruling over your life? Hivi unafikiri kwa nini unakosa uaminifu kwenye huduma? Why do you think you lack faithfulness in your ministry? Kwa nini unakosa uaminifu kwenye utoaji wa zaka ya fungu la 10? Why do you lack in giving your tithe? Kwa nini hatukuoni ibada ya katikati ya wiki? Why don't we see you in the mid services? Kwa nini tunapotangaza maombi ya mkesha na program mbalimbali hatukupati? When we announce about overnight prayers and different programs of the church, we don't find you. Ni kwa sababu kuna Bwana mwingine zaidi ya huyu Bwana Yesu ambaye wewe unaitika kwake. It's because there is another Lord beside Jesus Christ that you are responding to them. Na ndio maana Biblia inasema And no wonder the Bible is saying hamwezi kutumikia mabwana wawili. you can't serve two masters. Kama mtu anataka kuzaliwa mara ya pili, If somebody wants to be born ni again, lazima vitokee vifo vya mabwana wengine. there must happen the death of other lords. Sikiliza, ndoa katika wokovu. Sikiliza, ndoa katika wokovu Listen, marriage in salvation ni ndoa ya mtu mmoja, is married to one person, sio ndoa ya wake wengi. not married to many wives. Ili mtu apate kuolewa na mume mwingine, For somebody to be able to get married to another husband, ni mpaka yule mume mwingine afe. they must the first husband to pass away. Lord, Sikiliza, listen. Biblia inasema sisi tulikufa, The Bible says we died. tuliifia dhambi We died for sin. ambayo sisi tulikuwa tunaitumikia kama Bwana. The sin that we were serving as the Lord. Baada ya kufa kwa dhambi kwenye mioyo yetu, After dying to the sin in our hearts, sasa tukawa huru kuolewa na Bwana mwingine now we became free to be married by another Lord, ambaye ni Yesu Kristo anayetutawala katika haki. who is Jesus Christ, who is ruling us in righteousness. Sasa nisikilize. Now listen to me. Hivi unajua mtu anaweza kuwa ni Mkristo, Do you know that somebody can be a Christian anakiri kwa kinywa Yesu ni and Bwana, they confess with their mouth that Jesus is the Lord, lakini bado kuna vibwana vingine pamoja na Yesu vinajaribu kuingia na kutawala pamoja naye? but there are still other lords who are trying to enter and rule that person's life? Ni kweli unampenda Yesu, It is true you love Jesus unakiri kuwa ni Bwana, and you confess He's the Lord, lakini bado hajapata nafasi kama Bwana wa pekee namba moja. but He has not gotten the space to be the only Lord, number one. Na ndio maana kuna kabwana kazi And that is why there is the Lord work, kana kuzuia kuja ibada za katikati. who stops you from attending the midweek services. Kuna kabwana biashara, There is Lord business.
Kuna kabwana bosi. There is Lord Boss. Mtu anasema sijaweza kuja kanisani wiki nzima kwa sababu bosi alisema hakuna kwenda popote. Somebody says I'm not able to come to the church the whole week because my boss told me not to go anywhere. Kuna kabwana mume. There is a Lord husband. Kuna kabwana pesa. Lord money. Sasa mabwana ni wengi. Now there are many lords ambao wanaweza kuchukua nafasi ya Bwana Yesu. Who can take the position of Jesus Christ. Kama hautasimama kwenye nafasi yako, If you will not stand at your position, vinavyozuia wengi na kuwatega kuwarudisha nyuma ni vingi. what stops people and bring them back, there are many. Sikiliza. Listen. Kuzaliwa mara ya pili To be born again ni badiliko la mabwana. is the changes in your lords. Kabla hatujaokoka Before we are born again, tulikuwa na bwana shetani. we had the Lord devil. Tulikuwa na bwana shughuli za We ulimwengu. had the Lord business of the world. Tulikuwa na shughuli mbalimbali za kujitafutia mali. We were busy with many things looking for prosperity. Japo haimaanishi kwamba tunapozaliwa mara ya pili tusifanye kazi, tusitafute mali. It does not mean that if we are born again we should not work and look for prosperity. Lakini pamoja na kwamba tunapaswa kufanya kazi, hizo kazi haziwezi kusimama kama Bwana Yesu. But even when you are supposed to work, those work should never replace or stand as our Lord Jesus. Punga mkono namna hii kama unanielewa Wave vizuri. your hand like this if you understand me well. Sikiliza. Listen. Moja ya sababu itakayowafanya wengi kukosa ufalme wa Mungu, One of the reasons that will cause many to miss the kingdom of heaven, Biblia inasema ya kwamba the Bible says that kama vile nyakati za Nuhu, as it was during Noah's time, watu walipokuwa wakila na kunywa, when people were busy eating and drinking, wakamsahau Bwana Mungu wao. and they forgot about their God. Walipokuwa wakifanya biashara na kununua, When they were doing business and buying, wakamsahau Bwana Mungu they wao. forgot their God. Walipokuwa wakioa na kuolewa, When they were marrying, getting married, kwa anaweza kuona kwamba shughuli za nyakati za Nuhu zilichukua nafasi ya Bwana Mungu kwenye maisha so you yao. can see the business during Noah's time took the position of Jesus or God in their life. Kwa hiyo gharika ikaja ikawasomba bila kuwa na habari. So when the flood came and took them without their knowledge, Yesu anatoa mfano, anasema ndivyo itakavyokuwa katika kizazi chetu. that is what Jesus is giving an example, saying that is what it will look like in our generation. Kila wakati unaporuhusu kazi na vitu vingine vya duniani kuchukua nafasi ya Bwana Yesu, Every time you allow your work and other business of the world to take the position of Jesus, siku ya hukumu itakupata kama mtego. the day of judgment will find you like a trap. Inua mkono, piga kifua namna hii, kisha useme Bwana Yesu, Raise up your hand and hit your chest. naomba and shout, Jesus, unisaidie, help me. nisaidie Bwana. Help me, oh Lord. Ni kweli napaswa kufanya kazi, It is true I have to work. nipate kipato cha kunipatia riziki, I may get finances to lakini nisiwe sababu but it should never be a reason ya kukusahau to forget you na kukuacha. and to forsake you. Hivi tunavyozungumza, kuna watu hawaombi, hawafungi, hawasomi Biblia zao. As we talk now, there are people who don't pray, they don't fast, they don't even read their Bibles. Kwa sababu gani? Why? Wamebanwa na They shughuli, are busy. wana kazi They nyingi, have many work. wanafanya They biashara, are doing business. wako ofisini, They are in their offices. wanasoma They are kule. in their studies. Kwa hiyo wamemsahau Mungu. So they have forgotten God. Shughuli zimechukua nafasi ya Bwana Yesu. The business has taken a position of Jesus. Kuzaliwa mara ya pili ni badiliko la mabwana. To be born again is the change of your Lord. Ni lazima Yesu Kristo awe Bwana wa kwanza na mwenye sauti ya mwisho kwenye maisha yetu. Jesus Christ must be the only Lord and the one with the voice in our life. Pale ambapo bosi wako anakuwa na sauti ya mwisho kuliko Bwana Yesu, Where your boss has the final say and not Jesus, manake bado hujasimama kwenye nafasi ya kuzaliwa mara ya pili. meaning that you have not stood on the position of being born again. Pale ambapo biashara yako inakuwa nafasi ya kwanza na inakuwa na kauli ya mwisho, Where your business has priority and it becomes the first thing, na ndio inayoamua uende au usiende ibadani, and your business decide whether you go or you don't go for the Sunday hapo services, bado unalo tatizo. there you are still having a problem. Nataka niendelee mbele, I want to continue. lakini jambo lingine, But this other point, kuzaliwa mara ya to pili be born again, kuna maana ya tohara ya moyo. it means the circumcision of the spirit.
tohara ya moyo. The circumcision of the heart. Yes, you must be circumcised on your heart. Lazima utailiwe moyoni mwako. Kama moyo wako hautatairiwa, If your heart is not circumcised, huwezi kusema umezaliwa mara ya you pili, can say that you are born again. kwa sababu kitendo cha kuzaliwa mara ya pili Because the act of being born again ni kitendo cha tohara. is the act of circumcision. Kitendo cha tohara sawa sawa na tohara ya mwili. The circumcision as the circumcision of the flesh. Tohara ya mwili ilihusisha kutahiri mwili, kuondoa govi la mwili, The circumcision of the flesh included taking a piece of the skin. lakini kuzaliwa mara ya pili But to be born again kunahusisha tohara ya moyo, involves the circumcision of the heart. kuondoa govi la moyo. To take away the piece of the skin of the heart. Hivi unajua nini kusudi la tohara? Do you understand what is the meaning of circumcision? Kwa nini watu wanatahiriwa? Why are people circumcised? Lengo la tohara The goal of circumcision ni kuondoa ngozi inayohifadhi na kuficha uchafu. is to take the skin that keeps dirty. Kwa hiyo kama hautatahiriwa moyo wako, So if you are not circumcised in your heart, bado moyo wako utakuwa na kitu kinachohifadhi na kuficha uchafu. your heart will still have a part that keeps dirty. Kitaficha uzinzi, It will keep idolatry. kitaficha uongo, It will keep lies. kitaficha hasira, It will keep anger. kitaficha kiburi, It will keep pride. kitaficha tamaa zote mbalimbali It will keep all different desires zinazowapoteza wanadamu. that takes people astray. Na hii ndio sababu ni lazima utahiriwe moyo, And this is the reason you must be circumcised in your heart, ili moyo wako ubaki kuwa wazi. so that your heart may be free. Na Mungu ameahidi kabisa, And God has promised us. amesema nitatahiri moyo He wako, said He will circumcise your heart. nitakuondolea moyo wa He jiwe, will take away the stone heart, nitakupa moyo wa nyama, bring you the heart of the flesh. nitaondoa moyo He mgumu, will take from you the hard heart nitakupa moyo laini. and give you the soft Kwa hiyo heart. tendo la kuzaliwa mara ya pili So an act of being born again ni tendo la tohara ya moyo. is an act of the circumcision of the Hem, heart. tuangalie katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Let's look at the book of Deuteronomy. sura ya 30 mstari wa 6. Deuteronomy 30 verse 6. Mstari wa 6 Biblia inasema, Verse 6, the Bible says, nataka kila mmoja ufungue pale na twende pamoja. everyone open there and we go together. Nataka tukamalize sasa somo hili mchana wa leo. As we bring to an end our lesson of today. Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 6. The book of Deuteronomy 30 verse 6. Bwana Mungu wako And the Lord your God atautahiri moyo wako will circumcise your heart na moyo wa uzao wako, and the heart of your offspring, ili mumpende Bwana Mungu wako so that you will love the Lord your God kwa moyo wako wote with all your heart na kwa roho yako and yote, with all your soul, upate kuwa hai. that you may live. Hebu niangalieni Now hapa, look at me. kila mtu niangalie, Everyone look at me. nitazame hapa. Look at me. Kuna amri kuu mbili. There are two major commandments. Biblia yote, Torati na manabii inategemea amri hizi mbili. All the Bible, the Torah and the prophets, they are looking at these two major commandments. Ya kwanza kabisa The first one inasema utampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, says you will love the Lord your God with all your heart, kwa roho yako yote with all your spirit, na kwa nguvu zako and zote. with all your strength. Na ya pili utampenda jirani yako kama nafsi And yako. the second one is you will love your neighbor as yourself. Sasa kwa nini hatupati upendo kutoka kwa watu tunaoishi nao katika wokovu? Now, why is it that you don't receive the love from the people that you are living together in salvation? Kwa nini hatupati watu wanaompenda Mungu kiasi cha kuwa tayari kufa kwa ajili yake? Why is it that you don't get people who love God to the point of death? Ni tatizo liko hapa. The problem is here. Kama mtu hajapitia tohara, If a person has not gone through circumcision, hawezi kumpenda Mungu. they cannot love God. Kwa hiyo ukimwona mtu anasumbua kwa habari ya mambo ya kiroho, So when you see somebody is struggling on the issues of the spirit, usipambane naye. do not struggle with them. Unapaswa kufahamu kwamba ana tatizo la tohara. You need to know that they have an issue or the problem of the circumcision. Biblia inasema The Bible says, Bwana Mungu wako and the Lord your God atautahiri moyo wako will circumcise your heart na moyo wa watoto wako, and the heart of your offspring, ili mpate kumpenda Bwana Mungu wenu so you may love the Lord your God kwa moyo wako wote na kwa roho yako with yote. all your heart and with all your spirit. Kwa hiyo kila wakati tunapofeli au shindwa kumpenda Bwana Mungu kwa roho na kwa mioyo yetu yote, So every time we fail to love the
the Lord our God with all our heart, inaleta tafsiri kwamba kuna tatizo katika mioyo yetu. brings the meaning that there is a problem in our heart. Manake mioyo yetu haijatairiwa. Meaning that our heart has not been circumcised yet. Kila ambaye moyo wake umetairiwa Every person whose heart is circumcised, anampenda Mungu they love God kwa roho yake yote. with all their heart. Hebu inua mkono, sema Bwana Mungu, Lift up your hand and say, oh Lord niko God, tayari kutairiwa. I am ready to be circumcised. Tahiri moyo wangu Circumcise my na heart moyo wa watoto wangu, and the heart of my offspring, nikupende so that I may love you kwa moyo wangu wote with all my heart, na kwa roho yangu yote. all my spirit. Kwa hiyo unapomwona mtu hampendi Mungu kwa moyo, So when you see somebody does not love God with their heart, manake hajatairiwa, it means they have not yet been circumcised. hajazaliwa mara ya They pili, are not born again. sio kiumbe They kipya. are not new creation. Angalia katika kitabu kile cha Wakolosai, Look at the book of Colossians. Wakolosai 2:11, Colossians 2:11. lakini vile vile Wafilipi 3:3. But also the book of Philippians 3 verse 3. Wakolosai Colossians 2:11. 2:11. Angalia pale mara moja, ufungue Biblia yako. Open your Bible there first. Angalia mstari wa 11. Look at verse 11. Biblia inasema The Bible says, katika yeye, in him, yaani Kristo Yesu. meaning in Jesus Christ. Kwa hiyo Biblia inaposema katika yeye inamaanisha katika Kristo. So when the Bible says in him, it means in Christ. Katika yeye mmetahiriwa kwa tohara, In him also you were circumcised with a circumcision. kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, The circumcision made without hands, kwa kuvua mwili wa nyama, by putting off the body of the flesh, kwa tohara ya Kristo. by the circumcision of Kwa hiyo Christ. tunapomfuata Yesu So when we follow Jesus, ili tuzaliwe mara ya pili, to be able to be born ni again, lazima Yesu atahiri mioyo yetu. Jesus must circumcise our hearts. Wangapi wako tayari kumruhusu Yesu atahiri mioyo How many yao? of you are ready to allow Jesus to circumcise their hearts? Angalia tena katika kitabu kile cha Wafilipi Now look at the book of Philippians, sura ya 3 mstari wa 3. chapter 3, verse 3. Wafilipi 3 mstari wa 3. Philippians chapter 3, verse 3. Umefika pale? Are you there? Sema kwa sauti kabisa nyuma yangu, sema maana sisi tu tohara. For we are the circumcision. Sema kwa sauti kabisa, maana sisi tu tohara, For we are the circumcision. tumwabuduye Mungu katika roho Who worship by the Spirit of God na kuona fahari juu ya Kristo. and the glory in Christ Jesus. Sikiliza, Listen. Biblia inasema Mungu ni roho, The Bible says God is the Spirit. nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho, And those who worship Him must worship Him in Spirit. kwa sababu Mungu anawatafuta watu kama hao Because God is looking for people like those wapate kumwabudu. that they may worship Him. Hii ni wazi kwamba This is obvious that hao wanaomwabudu katika roho those who are worshiping Him in the Spirit ni wale waliozaliwa mara ya pili, are the one who are born again, kwa maana ya waliotairiwa mioyo yao. meaning those whose heart are circumcised. Sikiliza, Listen. anasema kwa maana sisi tu tohara. He says, for we are the circumcision. Kwa hiyo sisi ni tohara We are the circumcision tunaomwabudu Mungu katika roho. who worship God in the Spirit. Mungu alitairi mioyo yetu God circumcised our hearts kwa kutuzaa mara ya pili by birthing us the second time, ili tupate sifa ya kumwabudu, so we may have the quality to worship kwa Him. sababu Mungu ataabudiwa na watu katika roho, Because God will be worshipped by people in the Spirit. na mtu pekee aliye na uwezo wa kumwabudu Mungu katika roho And the only person who is able to worship God in the Spirit ni mtu aliyetairiwa. is a person who is circumcised. Na mfano huu hapa And with this example here ni mfano ule wa Wayahudi. is an example to the Jews. Tohara ya Ibrahimu The circumcision of Abraham, ilikuwa ni kivuli cha agano jipya, it was an example to a New Testament, kwamba agano la kale watu walifanyiwa tohara kama alama ya agano. that the Old Testament people were circumcised as a sign to a covenant. Manake kila aliyekubali kumpenda Mungu alikuwa tayari kutairiwa mwili Meaning wake. that everyone who was ready to love God, they were circumcised in their flesh. Agano lile la tohara lilifanyika kwenye miili ya watu, That covenant of the circumcision was done in the flesh, in their body. lakini lilikuwa ni kivuli cha agano jipya. But it was an example to a new covenant. Lakini sasa Kristo anapokuja, But now, as
Christ is coming, anakuja na agano halisi, he comes with a natural covenant, sio kivuli tena. not a shadow Kwa hiyo anymore. sasa, So now, kama jinsi ambavyo katika agano la kale waliotairiwa kimwili and as it was in the Old Testament, those who were circumcised in their flesh, ndio waliokuwa na ruksa ya kuingia hekaluni. they are the ones who were allowed to go to the temple. Kila ambaye hakuwa tohara hakuruhusiwa kuingia hekaluni, Everyone who was not circumcised were not allowed into the temple, manake hajatairiwa. meaning they were not born as Na circumcised. ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Now when you read from the book of Acts, Paulo alinusurika kuuawa Paul was about to be killed kwa sababu aliingia na kijana anayeitwa Timotheo, au nafikiri kati ya Timotheo au Tito, because he came with a young man. It was either Timothy or Tito, kwa sababu alikuwa yule kijana ni mataifa because the young man was of the Gentiles, na hakuwa mtu wa tohara. and he was not circumcised. Kwa hiyo yeyote ambaye hakuwa na tohara hakuruhusiwa kuingia kwenye hekalu la Bwana. Everyone who was not of the circumcision were not allowed into the temple. Kwa hiyo moja ya sifa iliyowaruhusu watu kuingia katika hekalu la Bwana So one of the qualification of somebody to be able to go into the temple ni tohara. was the circumcision. Sasa hapa katika kitabu cha wa Efeso Now in the book of Ephesians, anasema, Wafilipi nafikiri, Wafilipi 4:3, in the book of Philippians 3:4, Wafilipi 3:3 ni Wafilipi 3:3 pale the book of Philippians 3 verse 3, anasema, kwa maana sisi tu tohara he says, for we are the circumcision tumwabuduo Bwana katika Kristo. who worship by the Spirit of God. Hii ni tafsiri This kwamba is the meaning that kama watu wasiotairiwa wasivyoruhusiwa kuingia hekaluni as people who were not circumcised were not allowed into the temple katika agano la kale, during the Old Testament, ndivyo ambavyo wasiozaliwa mara ya pili hawana kibali cha kuabudu mbele za Bwana. it is the same of those who are not born again. They don't have. Ni lazima kuwe na tohara ya moyo. There must be the circumcision of the Inua heart. mkono, sema Bwana, Lift up your hand, say, oh Lord, naomba utairi moyo I wangu ask you to circumcise my heart, ili niwe na sifa ya kuabudu mbele zako. so I may come to worship before Kwa you. hiyo ni lazima kuchunguza So you moyo, must look at your heart. na ndio maana Daudi anasema, That's why David is saying, Bwana, oh Lord, unichunguze, search me, uone moyo wangu, look at my heart. kama iko njia iletayo majuto, If there is any way that brings regret, ukaniongoze katika njia za uzima. lead me in the path of life. Unahitaji tohara ya moyo You need the circumcision of the heart, ili uwe mwabudu halisi. so you may be a real worshiper. Yesu anasema, Jesus says, wamwabuduo Baba those who worship the Father, watamwabudu katika roho. they will worship in the Spirit. Tena anaongeza akisema, And he added and said, waabuduo halisi those who are true worshippers, wataabudu katika roho na they kweli. will worship in the Spirit and in truth. Nini kinachompa mtu kuwa kiumbe wa kiroho? What is it that gives somebody to be a spiritual creation? Ni tohara ya moyo, Is the circumcision kwa of maana kuzaliwa mara ya pili. meaning to be born again. Kwa hiyo aliyezaliwa mara ya pili, So he who is born again, ambaye ana tohara ya who moyo, has the circumcision of the heart, huyo ndiye mwabudu halisi. he is the true worshipper. Kwa hiyo kwa tafsiri hii sasa, With this meaning now, tunawaabudu feki wengi we have fake worshippers ambao hawajazaliwa mara ya pili, who are not born again. hawana tohara, They don't have the circumcision, tohara ya moyo. the circumcision of Kwa the hiyo heart. unaweza ukaingia kwenye hekalu kama hili la So you kimwili, can come to the temple like this of the flesh, lakini ukazuiliwa kwenye hekalu la ulimwengu wa rohoni. but in the temple of the spirit you will be stopped. Kwa nini? Why? Moyo wako Your heart una shida, has a problem. haujatairiwa, It's not na circumcised. ndio maana kuna vijimambo mambo. That is why there are issues. Biblia inasema hayo matatizo na migongano vinatoka The wapi? Bible says those kind of fights and those kind of problems, where are they from? Kwa maana ndani ya mioyo ya watu For in the heart of human beings hutoka machukizo, comes envy, hutoka tamaa, comes mawazo mabaya bad thinking, na vitu vingine vichafu vichafu hutoka ndani ya moyo, and many other evil things that comes from the heart. na ndiyo humtia mtu unajisi. That is what defiles a person. Kama jinsi ambavyo mwanaume ambaye hajatairiwa, As a man who is not circumcised, ile hali ya kuto kutairiwa humfanya yeye kuhifadhi uchafu. that act of him not being circumcised makes him to keep many dirts. Kwanza nataka uone kusudi la tohara ya moyo. Kuna makusudi mawili.
I want you to see first of all the goal of the circumcision. There are two goals. Kwa nini Mungu anasisitiza tutairiwe mioyo? Why is it that God emphasizes that we should be circumcised? Jambo la kwanza, the first thing, tohara ya moyo, the circumcision of the heart, inamaanisha kufungua moyo means to open the heart, ili mtu kusikia so somebody can hear na kupokea neno la Bwana. and they can receive the word of God. Mtu yeyote ambaye moyo wake hauna tohara Any person whose heart is not circumcised, hawezi kupokea neno la Bwana. they can't receive the word of God. Ukisoma katika Matendo ya Mitume 16 If you read from the book of Acts 16, mstari wa 14, verse 14, Biblia inaeleza mwanamke mmoja jina lake Lydia, the Bible speaks of a certain lady called Lydia, ambaye alikuwa mfanyabiashara wa rangi ya zambarau. who was a businesswoman. Mwanamke huyu moyo wake ulifunguliwa na Mungu This lady, her heart was opened by God, ili apate kuyasikia maneno ya Paulo. so she may hear the words of Paul. Lakini kusudi la tohara, But the goal of circumcision, tohara ya moyo hufanyika kwa kusudi la kuondoa vizuizi vya mtu kuitii kweli. the circumcision of the heart is done for somebody's. Tohara ya moyo hufanyika kwa kusudi la kuondoa vizuizi The circumcision of the heart is done in order to take away the obstacles vinavyofanya mtu kushindwa kutii kweli. that causes somebody not to be able to obey the. Kwa hiyo kila wakati watu wanaposhindwa kutii, So every time when people fail to obey, ni tafsiri kwamba hawajatairiwa mioyo. it's meaning that they are not circumcised. Angalia katika kitabu cha Ezekieli 11:19. Look at the book of Ezekiel 11:19. Ezekieli 11:19. Ezekiel 11:19. Anasema nami nitawapa moyo mmoja, He says, and I will give you one heart, nami nitatia roho mpya ndani yao, and I will pour a new spirit in them, nami nitaondoa moyo wa kijiwe katika miili yao, and I will remove the heart of the stone from their flesh, nitawapa moyo wa nyama. and give them the heart of the flesh. Kuto kutahiriwa ni alama ya kuto kutii. Not to be circumcised is an indication of not obeying. Kila asiyetii anamaanisha kwamba ni mtu asiye na tohara. Every person who does not obey means that they are not circumcised. Sikiliza, Listen. hivi unaelewa kwa nini watu wengi hawataki kumtii Mungu? Do you know why many people don't want to obey God? Ni kwa sababu hawataki kutahiriwa. It's because they don't want to be circumcised. Na unajua kwa nini hawataki kutahiriwa? And do you know why they don't want to be circumcised? Tohara inauma. Circumcision is painful. Tohara inaleta maumivu. Circumcision brings pain. Na ndio maana Yesu anasema kila anayetaka kunifuata That's why Jesus said, whoever wants to follow ni me, lazima ajikane, they must deny themselves, awe tayari kwa maumivu ya tohara. be ready with the pain of circumcision. Kama mtu hataki kunifuata, If somebody does not want to follow me, hawezi kuwa mwanafunzi they wangu. can never be my disciple. Sasa hizi ni dalili za mtu aliye na moyo usio na tohara. Now these are the signs of a person who has uncircumcised heart. Kila wakati unapokuwa na moyo usio na tohara, Every time you are possessing uncircumcised heart, unakuwa na shingo ngumu. you have a stiff neck. Kwa hiyo shingo ngumu ni dalili ya moyo usio na A tohara. stiff neck is an indication of uncircumcised Mtu heart. usiyetaka A kubadilika, person who does not want to change. hata kama unaonywa mara nyingi, Even when you are warned several times, una shingo ngumu, you are still having a stiff neck. haubadiliki, You don't change. haugeuki, You don't turn una around. msimamo mbaya ule ule siku You still zote. have your evil stand every day. Angalia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Look at the book of Deuteronomy. Kumbukumbu la Torati Deuteronomy, sura ya 10 verse, chapter 10, mstari wa 16. verse 16. Kumbukumbu la Torati sura ya 10 mstari wa The 16. book of Deuteronomy 10, verse 16. Biblia inasema, The Bible says, basi therefore, zitairini govi za mioyo yenu, circumcise therefore the foreskin of your heart, wala msiwe na shingo ngumu. and be no longer stubborn. Biblia inasisitiza kusema, The Bible emphasizes and basi zitairini govi za mioyo yenu, therefore circumcise their foreskins, wala msiwe na shingo ngumu. and do not be stubborn any longer. Hii unapata tafsiri gani? What do you understand here? Kila wakati unapomwona mtu ana shingo ngumu, Every time you see somebody is stubborn, hataki they kubadilika, don't want to change, haonyeki, they are not warned, hafundishiki, they are not teachable, hageuki kabisa, they are no, people who do not turn around at all. hiyo ni wazi ana shingo ngumu, That is obvious. These people have stubbornness, ambayo ni matokeo ya moyo usiotairiwa. which is an outcome of uncircumcised heart. Kila mwenye moyo usio tohara Every person with uncircumcised heart ana shingo ngumu, is stubborn. ni mbishi, hatii maelekezo. They do not obey the instructions.
Lakini vile vile sababu dalili nyingine ya mtu mwenye moyo usio na tohara, but also another sign of a person who has uncircumcised heart, ni kung'ang'ania na kudumu katika dhambi. is to continue living in sin. Anashikilia msimamo wa dhambi. They hold on to their sinful ways. Yeremia sura ya 4 mstari wa 4. Jeremiah 4 verse 4. Hiyo unaweza kwenda kusoma pale. That one you can go and read. Lakini dalili nyingine ya mwisho, But also the last sign, ni kuwa kinyume na maagizo ya Bwana. is to be against the instruction of the Lord. Kila mwenye moyo usio na tohara Every person with uncircumcised ni heart mtu aliye kinyume na maagizo. is a person who is against Hawezi instruction. kutii kabisa maagizo. They can't obey the instructions. Angalia katika kitabu cha Mambo ya Walawi 26. Look at the book of Leviticus 26. Walawi 26 mstari wa 41. The book of Leviticus 26 verse 41. Anasema mimi nami nitaendelea kuwashikia kinyume wao. It says, so that I walk contrary to them. Na kuwatia katika nchi ya adui zao. And he brought them into the land of their enemies. Kama mioyo yao isiyokuwa tohara, If then their hearts uncircumcised ikinyenyekea, is humbled, nao wakakubali adhabu na uovu wao, and they make the amends of their iniquity, ndipo nitakapokumbuka agano langu then I will remember my covenant pamoja na Yakobo. with Jacob. Angalia pale juu mstari wa 23. And look at verse 23. Angalia hapo mstari wa 23. Look at verse 23 on the same chapter. Tena kama hamtaki kurejezwa upya kwangu mimi And if by this discipline you are not turned to me, kwa mambo haya, but walk contrary to me, bali mwaendelea kunishikia kinyume, but walk contrary to me, mimi nami nitaendelea kuwashikia ninyi kinyume. then I also will walk contrary to you. Umeona katika ule mstari wa 41, moyo usio na tohara huenda kinyume na Bwana. Look at verse 41. The uncircumcised heart go against God. Hautaki kutoa zaka, Not want to give tithe. hautaki kuja kwenye Does maombi, not want to come to prayer. hautaki kufanya huduma. Not want to do ministry. Yaani huko una vitu vya kukwaza You tu. are just full of things that bring pain. Kwenye ndoa kule hauishi kwa unyenyekevu, In your marriage, you don't live with humility. haumnyenyekei mume wako kama bwana You wako. are not humbling to your husband as your Lord. Unataka na wewe ukae pale kama kijogoo. You also want to be there as another Lord. Yaani kuna mashindano mengi kama mtu akiwa na moyo usio na There tohara. are so many competition when somebody has uncircumcised heart. Anakuwa kinyume na kila jambo jema. They are against every good thing. Sasa ili mtu aweze kutii na kufuata neno la Mungu, Now, for somebody to be able to obey and follow ni the word of God, lazima atairiwe moyo. they must be circumcised in their heart. Wangapi wako tayari kutairiwa How many mioyo are yao? ready to be circumcised in their heart? Simama juu kwa miguu yako. Stand up with your feet.